Azifanye stati wasikie kukula kope ninakudekuraje. Kama unaendelea mwa ile nivo utasamba kwa afere ya kanisa. Les ministères, ce n'est pas une chose à s'accamparer d'une manière familiale. Huduma ya ni Kristo. Huduma ni nani? L'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est Christ. C'est Christ qui fait l'œuvre à nous, comme il nous a élus au milieu de vous. Na hawezi kuwa mhuduma wa neno na hawajazaliwa mara ya pili. Ndio tunasema mstatut parfait de l'homme mwenye anaendea statut de Christ. La statut de Christ lazima kwanza awe amezaliwa na ulelewe maziwa ya kiroho na ukule chakula cha nguvu cha watu wazima na ufikie maisha ya utakatifu ili uishi ukamilifu ya kimo cha Kristo. Sio andiko linasema wahuduma haiko ajili ya kujionesha kama ninayosema Francais, ninasifinyola kwa Kiswahili. Hili tu limeharibisha injili. Nous regrettons aujourd'hui si les apôtres ressuscitent aujourd'hui, watapiga watu viboko. Viboko vitapigiwa watu mpaka unasikia huyu ni askofu anapigwa kiboko namna hii, kwa sababu wanaleta vitu vyenye viko vigeni mwafele Yesu. Tuseme dans le ministère de la parole, dedans nous ne trouvons pas, ni entre parenthèses, nous ne trouvons pas de femmes. Dans le ministère de la parole, qui est le ministère d'autorité, hatuoni mwanamke ndani. Bon, Yesu alikuwa na plusieurs multitudes de disciples. Sasa alichagua 12. Kama Yesu wewe hauweza kujua kama ufanye parite. Kila mwanamke nao ndani. Mlikuwa na Maria, mlikuwa na Martha, mlikuwa na Suzana, mlikuwa na nani? Walikuwa wanawake walikuwa wanatoa pesa. Message ya ministère. Yesu lisabaka leo ndio unakumbuka. Yesu anakumbuka kanda ya mwisho, anakumbuka sasa. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas ses principes. Il est fidèle à sa parole. Mama pasala mtuhurumie, Mungu hakuwaita. Hakuwaita. Tunakaa kumbura mama sasa nisikia ni kweli mimi naacha mimi naendelea kuomba, mimi naendelea kutabiri, mimi naendelea kutumikia Mungu, mimi nawaachia huduma ya neno, sina mihali na Yesu, sitaki nipigwe viboko. Baba. Amen. Ushawiza umabao. Alifungua kanisa za Church of God kule mbele. Alienda kantini ya Beni akafungua kanisa ya Church of God. Mama mzima akafungua kanisa. Alianza kuhubiri na mwingine hazaliwa. Na kuko alianza ubiri na wewe huzaliwa hata. Simama kwanza kama Esther. Simama mbele na kuone kwa kamera pale. Huyu nabii kuna karama ya authenticité ya spirituelle. Iko na prophétie authentique. Mais prophétie karama haimfanye kuwa mhuduma wa neno. Haimfanye kuwa prophète ministre. Ni mhuduma karama, omba, tabiria watu, Yesu atukuzwe. Lakini ya kuhubiri kanisa, ya kusimama mbele ya watakatifu, achana na hilo. Cha kushangaza mpaka tunakuwa na maaskofu ya wanawake. Mimi naelewa kama Yesu anarudi. Basi wakati vitu ya machukizo namna hii vinaanza ingia mahali patakatifu, tunaelewa kwamba Yesu anakuja karibuni. Haleluya. Amen. Mama moja akaniambia sasa, tulikuwa tunatumika naye ashaenda Amerika. Hivi unaanza ubiri, mbona unachanganya
anasema nilikuwa nachanganyikiwa na sijui mbele. Sasa nimerudia kwa size, nimerudia kwa nje, nimenyooka sasa. Yesu alinitokea, sasa narudi katika msingi wake. Nilikuwa na upia kama mwanamke kuhubiri sana. Mesa Yesu ananirudilia. Hivi sikukutuma na hali ya kuwaka. Acheni vile na wafundishe wale ulikuwa na wape. Waambie hamuko mwa hii afere. Hii ni afere ya wanaume. Yes. Bo, tuangalie bachata sapa tekote za sete spera takwi. Si walikuwa sawa ndio mshambwe wote. Hivi alisawaka kubachagua tana wakati ile ya uchaguzi ya Bush. Basi tuone hata simu moja basi atarepresente. Hata mama yake alikuwa hapa. Na mama yake Marina alikuwa hapa. Angemwambia mama, ulifanya mzuri kunizala. Sasa ni lazima nikupatie cheo. Na wewe nakubandika ukue apotre. Ukombola basi hata Yuda Iskariote. Mekura wakaomba Bwana Yesu anasema hapana. Hii afere hampaswi ingia mwanamke. Wakachagua Matiasi. Mimi naona kama mwanamke wa ile siku walipaswa sirika se kwa unaweza fanya discrimination maini hivyo. Tunakuapie, tunakupa na franga, tunakuchilikiza, tunakuambome, tunaenda kuchungulia na mbona fufuka mpaka unatulashema hivyo. Huko Mungu ya ubaguzi, huko Mungu ya ubaguzi. Wewe endelesha Yesu na sisi tuendeleshe yetu. Na wale wanamke bakabakia ferme parce que wali comprendre volonté. Amen. Amen. Amina. Mungu atusamehe sisi wenye tulikuwa tunahubiri makanisa ya wanamke. Na wengine kuwaombea wanamke. Munipe verse moja ya mwanamke mmoja alikuwa kama mchungaji wa kanisa. Alichunga kanisa ya wapi? Bataleta maverse, mnaona Deborah alikuwa mkanisa. Mnaona ndio vile Paulo kanafundisha alikuwa anasema mromeseze pale kuko wanamke mmoja alikuwa na wajulia wasenjo alikuwa mapase. Priscilla alikuwa kasenya, alichunga kanisa ya wapi? Inaitwa nini?